Leo yeye ni mwanzo Bwana, mwisho wa milele zote Bwana, yeye ni jana, leo na milele yote, yeye ni mwanzo mwisho mataifa kama vumbi ayapima yote kwenye mizani, kama maji tone moja kwenye ndoo ayaona. Ukavipumzisha viti vya kanisa kwa kuinuka ukacheza pamoja na Liza. Haleluya.
mwingi kama nyota, hakuwa na shaka, alisubiri. Alisema atanitenda, alinoahidi atalifanya. Maisha yako atafanya. Haijalishi ni mara ngapi umeomba, haijalishi ni muda gani umesubiri. Bwana Yesu ni mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa kitu chochote maishani mwangu, nitazidishiwa katika malisho ya majani mabichi. Yeye unilaza kando ya maji ya utulivu. Bwana uniongoza, unihuisha nafsi yangu. Ya jina lake. Ni kitu gani umemwona kwa Baba anyimwe? Kama ninyi wanadamu wajua kupa neno vilivyo vyema, haiwezi kuwa muhimu kwa yeye Baba yetu Mungu utupa. Ombi upendo tajiriwa faraja pia mimi jina lake la kipekee amekuja kuikomesha nia na kiu ya
dhambi, amwaminie asipotee. Zaidi kuionyesha njia na siri ya haki, ili sote tuzifuate. Yesu, 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 Yesu. Ongeza kelele za shangwe. Yes. Unaweza ukacheza pamoja nao. Yes. Unaweza ukampigia Yesu vigelegele kama unabarikiwa. Aha. Si. Paulo akasema hata kama wewe usipomwamini, lakini yeye bado ni Mungu wa kuaminiwa. Mataifa kama vumbi hayapimayo kwenye mizani, kama maji tone moja hayaona kwenye ndoo. Amen. Leo ni siku yetu ya mwisho. Niamini kwamba wale wote ambao wamehudhuria katika viwanja hivi wameuona mkono wa Bwana. Na jioni ya leo tena tunapomalizia, andaa moyo wako. Ni siku ya fainali. Mungu anakwenda kutenda makuu kwa ajili yako. Kama unaumwa, kama umefungwa, ni siku yako ya kufunguliwa. Neema ya Mungu ya uponyaji, neema ya kufunguliwa ipo katikati yetu. Mbele yetu hapa tuna watumishi
watumishi wa Mungu ambao wakati mwingine hawakufika mahali hapa, lakini na wengine pia. Naomba kwa dakika chache watusalimie na kujitambulisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi naitwa Kingazi William, ni mchungaji wa kanisa la PHM hapa Mkimbizi. Karibuni sana. Injili mbele na Yesu juu. Injili mbele na Yesu juu. Haleluya. Mimi naitwa mchungaji Berings Mlambia wa kanisa la International Pentecostal Holiness Church, pia ni askofu wa makanisa hayo. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu naitwa mchungaji John Aaron Mwegwisia, mchungaji wa kanisa la Pentecostal Holiness Mission eneo la Mwembetogwa hapa mjini Iringa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli mmefanya mapinduzi. Farao hana chochote. Kwa majina naitwa mchungaji Fyataga wa kanisa la Pentecostal Holiness Mission hapo mtaa wa Kihesa. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Naitwa mama mchungaji Kingazi wa kanisa la Mkimbizi PHM. Mungu awabariki kwa kazi njema. Sifa, heshima na utukufu apewe Mungu aliye juu. Naitwa mama mchungaji Mwegwisia, huyu hapa. Inatosha, uwanja huu haujawahi kufanyika mkutano wa vijana wenye nguvu kama nyinyi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nisipoteze muda. Huyu ni pachangu. Mnaona kauli niliongea siku ile? Jamani, kweli Mungu alinipa mme jamani. Na mimi nilisema kwamba natamani kurudi huko. Niliona wivu sana siku ile. Huyu ndo mme wangu. Ni kweli kanisa liko hapo, lakini kwetu ni pale Musti Mbeya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa mama mchungaji Mgaya, nimetokea pale EGT Isakalilo. Mungu awabariki sana. Haleluya. Hai. 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 Mchungaji Sulu, huyu ndo pacha wangu. Haleluya. Haleluya. Yesu oye. Amen. Mbarikiwe watumishi wa Mungu. Na mimi naitwa mama mchungaji Malaki Msigwa, huyu hapa. Tunamshukuru Mungu. Na Sisi ni jumuiya ya wanafunzi wenye imani ya Kipentecost tuliokoka mashuleni, tunaitwa Kasveta Tayomi. Na tuna walezi wanaotulea kwa muda huu. Nitamkaribisha mratibu asalimie makutano. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Ngome zimeanguka. Ngome zimeanguka. Zindonga, zindonga. Zindonga, zindonga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, ngoja nijitambulishe tu kwa sekunde 0 tuokoe muda. Ila mimi ninaitwa Edward Nsolo, ni mratibu wa Kasveta Tayomi mkoa wa Iringa na Njombe. Kwa hiyo sisi ndio tunawalea hawa vijana na mnaona kazi nzuri inayofanyika. Mungu awabariki sana. Amani bado inapatikana. Amani bado inapatikana. Amani bado inapatikana. Toka Yesu upate amani. Amani.
Yesu upate. Ikiwa ni siku ya saba uzima unapatikana. Ndio. Ikiwa ni siku ya saba nafasi bado ipo. Ikiwa ni siku ya saba Bwana anaachilia amani. Ikiwa ni siku ya mwisho Bwana anaacha na wewe. Wakatoa nguvu zao. Wakatoa muda wao. Wamekuja kuhubiri. Ole wako wewe. Usakae kataa. Ole wako wewe. Usakae kengeuka. Ole wako wewe. Usakae puusha. Salama wamelipa. Wamejirisha wenyewe. Wamejisafirisha wenyewe. Bwana amewafadhili. Injili wamekuletea. Bado umekaidi. Siku ya saba napiga mbio kusema ya kwamba bado iko nafasi. Hawa makamanda kazi yao si bure. Wameweka uandishi wa majengo pembeni, wakaweka usanifu majengo pembeni, wakaweka utaalamu wa vifaa tiba pembeni. Hizo zote ni kozi wanasoma. Wakaweka mambo ya mahesabu pembeni, wakaweka ufaulu wao. Wengine hapa ni mabiesi waliogoka, tunatoa hadi marais wa vyuo. So usizani akili zimeruka, wakaona vyote si bure. Sasa tunakutangazia vyote si bure. Kwa wale ambao wameamua kumtumikia Yesu na kuambia sio bure, ila vyote vitakuwa bure kama ukimkosa Yesu. Ndio maana tunahubiri injili leo hai. Hii ni siku ya saba. Wakati natafakari kusimama, Roho ya Bwana kaniletea andiko. Kumbuka bado niko kwenye utambulisho. Itakuwa kwa ufupi alafu nikupe nafasi. Maana Bwana ana haja na Mtuvira. Maana Bwana amekusudia mageuzi. Maana Bwana amekusudia mapinduzi. Nayo ni mapinduzi kwa njia ya Yesu Kristo. Akaniambia, akaniletea habari ya neno moja kutoka kwenye kitabu cha Kutoka, Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 15 mstari wa kwanza, ambapo katika enzi zile ilikuwa kila baada ya miaka 7 mwisho wake inapigwa mbiu ya machilio. So kama unamdai mwenzako namsamehe, mbiu ya machilio kila baada ya miaka 7 mwisho wake. Nami nasema kwa neno la Bwana, baada ya siku hizi 7, siku ya 7 mwisho wake natangaza machilio. Ambaye ukufunguliwa siku ya kwanza, leo machilio kwako. Ambaye ukuokoka siku ya kwanza, leo machilio kwako. Machilio ya Yesu yamekuja. Tunatangaza mbiu ya machilio kwa walioteswa na kutabishwa. Tunatangaza mbiu ya machilio kwa waliotumikishwa na nguvu za giza. Hii ndio saa ya wokovu. Yesu Nazareti amekuja. Mwanaume ametinga. Sauti inayozungumza, ninaitwa Mwemes William. Kwa neema ya Mungu nimebahatika kusoma. Niko katika ngazi ya degree mwaka wangu wa mwisho na ninachukua kozi ya uhandisi majengo. Mungu amenisaidia katika yote, amenipa utambulisho wa kuitwa mtumishi wa Mungu. Twende tusikie neno la Bwana kwa ajili ya ule ujumbe wa wakati na majira kwa siku ya 7 ambao Bwana na Roho wa Kristo ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya makutano haya na popote sauti inaposikika. Luka Mtakatifu ni sura ya 8 mstari wa 43 hadi 48. Neno la Mungu linasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharamia mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote kati ya hao, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. 48 akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Ufunuo ni sura ya 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakuwa pamoja naye,
na yeye pamoja nami. Siku ya kwanza wewe ambaye umekuwa ukisikia Injili, uliambiwa kwa habari ya kuchagua, uchague uzima au uchague mauti. Siku ya pili bado habari zikanenwa, ukaambiwa kwa habari ya utambulisho wako. Utambulisho wako katika Kristo Yesu ni upi? Kwa habari ya utambulisho uliopoteza. Siku ya tatu bado Bwana hakunyamaza, akaendelea kukubalisha kwa habari ya wokovu halisi kupitia Yesu Kristo. Siku ya nne Bwana akanena tena, akazungumzia kwa habari ya dawa kupitia jina la Yesu. Bado siku ya tano Bwana akanena kwa habari ya uweza katika jina la Yesu. Siku ya jana Roho wa Bwana ameendelea kunena na kuita, anasema rudi nyumbani kwa baba yako. Siku ya saba nina neno moja tu kwa ajili yako naisikia. Kwa ajili yako naisikia neno moja tu. Unahitaji kufanya maamuzi. Kama hujafanya maamuzi, ninamshukuru Mungu ambaye ameachilia uhuru wa kimaamuzi kwa wanadamu. Mungu na mamlaka yake, Mungu na nguvu zake, Mungu na uwezo wake, lakini swala la kimaamuzi ameliachilia katika utasi wa wanadamu. Haingili. Na ndio maana kwenye neno lake ameweka sawa. Anasema tazama, nimeweka mbele yako, nimeweka mauti na nimeweka uzima. Alafu baada ya kukuwekea hizo pande mbili, Mungu anakaa pembeni, anasema lakini nakushauri uchague uzima upate kuishi. Umekataa uzima, ndio maana uishi kwa amani. Umekataa uzima, ndio maana ugomvi ukomi. Umekataa uzima, ndio maana magonjwa yanaendelea. Umekataa uzima, ndio maana mateso yanaendelea. Umekataa uzima, ndio maana wachawi wanakuchezea. Chagua uzima upate kuishi. Unahitaji kufanya maamuzi. Asikudanganye mtu, uzima bado unapatikana. Njoo kwa Yesu upate uzima bado unapatikana. Uzima bado unapatikana. Uzima bado unapatikana. Kwa Yesu upate uzima. Hii sauti katika siku ile utakapokuwa umegoma na kufanya moyo wako kwa ngumu, zitasikilizishwa katika masikio yako. Vijana walivyoruka, vijana wakaruka, wanainua bendera zao, wanasema uzima njoo kwa Yesu. Wewe ulikataa, utawezaje kustabiri? Utawezaje kusimama mbele ya Mwokozi atakaporudi? Na ulimkataa waziwazi. Injili ilihubiriwa, ukasikia ukapuuza. Injili ilihubiriwa, ukakumbatia dini. Injili ilihubiriwa, ukaogopa wazazi. Sauti hizi zitasimama. Ana miongoni mwetu wapo waliokoka, wakatengwa na wazazi, wakasimama na Yesu. Unani wewe usiyemkubali Mwokozi wa ulimwengu? Ni heri kugeuka. Fanya maamuzi leo. Fanya maamuzi leo. Yule ni mwanamke mmoja ambaye jina lake alitanukuliwa, lakini anasema alikuwa ni mwanamke, naye alikuwa na tatizo la kutokwa damu. Anasema aliyekuwa amegharamia mali zake nyingi kwa waganga. Duniani upendo usipende, unatafuta masuluhisho. Unaenda kazini kila asubuhi ili upate hela, ulipe ada, unue chakula, ule vizuri. Unatafuta masuluhisho. Upendo usipende, utatafuta masuluhisho. Lakini bahati mbaya sio kutafuta masuluhisho, kupata suluhisho la jumla. Hospitali inatoa suluhisho, lakini suluhisho ambalo liko katika aina mbili, unaweza kupona au kafa. Polisi inatoa masuluhisho, unaweza ukapatiwa haki au mtu akaonga ukadhulumiwa ukaingizwa nyuma ya nondo. Mahakama inatoa suluhisho, lakini si mnajua uwe mnyonge upeleke kesi, mchana kweupe imefutwa hiyo. Masuluhisho yasiyojitosheleza. Ndio maana tumekuletea suluhisho na tunakuambia chagua kufanya maamuzi leo. Acha kubangaiza, acha kubatisha, acha kubeti na maisha. Wewe yupo Mungu aliyekuumba, analo suluhisho la maisha yako. Yupo Mungu aliyekuumba, anao msamaha kwa ajili ya yule mwanamke ametabika. So na kipindi kile wewe sasa hivi unaweza ukawa na kidonda, ukajifunika manguo watu wasijue, ukaficha aibu. Enzi zile unatokwa damu, mwanamke najisi. So unatengwa kuanzia kwenye jamii yako. Ni kituko. Si kwa sababu hautengwi, kwa
kwamba ndio uko salama. Hauko salama. Nasemaga kuna kifungu cha watu ambao amefungwa lakini ni mfungwa huru. Ngoja nikwambie, mfungwa ni mfungwa tu. Mawaziri wakipatwa na jambo baya au mtu mwenye hadhi anafungwa kifungu cha kuzuiliwa kwenda nje ya nchi, lakini bado ana utambulisho kuitwa mfungwa. So wewe ni mfunga uliyestarabika kidogo, haruhusi kutoka nje ya Kenya huko ndani ya Tanzania, lakini bado uko monitored. Ubesi mfungwa huru huyo. Unanyonga steering lakini unateseka. Mfungwa huru. Yule aliyeko nyuma ya nondo na mfungwa huru wote wamewekewa mipaka. Ila mipaka imetofautiana. Na kwa taarifa yako, hata bora aliyewekwa nyuma ya nondo, yule ambaye mipaka yake inaonekana haionekani, ndio wanamonitor hata kwa CCTV kamera, amepita wapi, gari yake limepita. Unafuatiliwa vya ajabu ujui. Fanya maamuzi leo, umwamini Yesu. So akadhani mali zitamtetea. Kama ambavyo unajidanganya na kuambia unahitaji suluhisho, naye ni Yesu ambaye ni zaidi ya mjomba mwenye hela, ni zaidi ya huyo ndugu yako ambaye ana cheo, ni zaidi ya huyo rafiki yako ambaye ana jina mjini. Unahitaji suluhisho. Akauza mali zote, akateketeza kwa waganga. Mwisho wa siku ametaabika, anarudi, anaamua moyoni mwake, kulingana na kile ninachokisikia kuhusu huyu Yesu na kile ninachokiona, mimi sihitaji kushawishiwa sana. Ninaamua kufanya maamuzi. So ni maamuzi aliyoyafanya. Si kwamba alikuwa hajawahi fanya maamuzi, ila siku zote alikuwa anafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Nami nasema umefanya maamuzi sana, lakini leo nakushauri ufanye maamuzi sahihi ya kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. So tunapozungumzia wokovu, wewe unayenisikia, sio kwa ajili ya mlevi tu, sio kwa ajili ya mzizi tu. Hata wewe uliyezaliwa kwenye familia lakini baada hujamwamini Yesu, ya kupasa umkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo nafasi yako. Yes. Achana na mgongo wa wazazi. Hii safari ni maamuzi yako binafsi. Na maamuzi ni mazuri. Unajua maamuzi na uthubutu ni kitu ambacho hakikwepeki. Uko ulivyo, upo ulipo kwa sababu ya mwendelezo wa kufanya maamuzi kwenye maeneo tofauti ya maisha yako. Nampenda yule mwanamke aliyetokwa na damu, akapima maamuzi yake. Kwa mganga A nilienda, hakuna. B nikaenda, hakuna. Kiwanja kimeteketea, nyumba imeteketea, fedha vimeteketea, akaunti zimechomwa. Nafanya maamuzi leo. Akasema ngoja nifanye maamuzi. Alafu alienda kwa imani, sio kwa kujaribu. Angekuwa anajaribu angeanza kuuliza hivi nitapona. Lakini alivyoona yanayotendeka, akasikia yanayosemwa, na chanzo cha kusikia, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Unasema nifanye maamuzi kutokea wapi? Nimekuhubiria habari hizi kwamba Yesu ni Mwokozi, Yesu ndiye wa kukuokoa, Yesu ndiye wa kusamehe. Kutokea hapo taarifa inaingia, unachukua hatua ya imani, unamkiri kuwa Mwokozi. Leo ninasema siku ya 7, ulichobakiza ni kufanya maamuzi. Yaani utajitetea. Huwezi. Hivi uona unaje hii kitu? Vijana ambao mahitaji yao yawezekana ni mengi kuliko hata kwako, bado wanabidi wachenge maisha, bado wanabidi wawe na familia huko mbele. So angesema kaela kao waweke deposit kama akiba, lakini wamejua kuna watu wanahitaji uzima na ni watu mtuvia. Ndio ni kazi tuliokuja kuifanya, kutangaza huo uzima kwa Yesu. Mwanamke aliyetokwa ndani akachukua hatua ya imani. Hivi ni imani ya namna gani? Yaani imani ilipo matokeo ya ajabu. Yeye wala kuanza kujitetea kwa Bwana Yesu, akagusa tu pindo la vazi lake. Ikiwa watu tu waligusa pindo wakapokea ukombozi, vipi wewe unayemkiri? Wokovu ni hakikisho kwako, samani hakikisho kwako, maana alikuja kuokoa chochote kilichopotea kwa njia ya Kristo Yesu. Alikuja tuwe na uzima, tena tuwe na tele. Hatutapotea tena, hautahangaika tena, hautataabika tena, hautaonewa tena. Ukiamua kumpokea Yesu, ukiamua kukata saule, ukeuza njia yako kuelekea uzima wa milele, ukeuza njia yako kuelekea haki, ukeuza njia yako kuelekea utakatifu, utamfurahia
ya Bwana pamoja na wanaorithi. Tungekuwa hatuna uhakika tunachokihubiri, tungekuwa tunahubiri kwa huzuni. Lakini unahubiri unasikia kabisa huyu mtu angeungana nasi. Angeungana nasi. Ile dhambi aliyoitenda Adamu wa kwanza kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe aliamua kuvaa mwili katika nafsi ya pili ya Mungu, akaja duniani, akaishi duniani, akateswa, akasulubiwa, akafa, akazikwa, si kwa matendo yetu yaliyotuokoa, bali ni kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari kwa kuzaliwa mara pili. Kwa njia ya rehema zake tumepata ukombozi, nasi tunatangaza ufufuko wake. Yesu ni hai leo. Wokovu kwa Bwana. Kimbia kwa Yesu. Ewe mkazo mtubira, geuka. Ewe mkazo mtubira, acha hiyo njia mbaya, maana sio fungu lako. Acha hiyo matendo maovu, maana sio fungu lako. Geukie Muumba wako, tengeneza njia yako. Mkiri leo uone anavyokuokoa, anavyokuponya, anavyokuganga bila kujali umetembea kwenye uovu, bila kujali umejikatia tamaa ya maisha. Watu wafanye maamuzi. Nikikwambia tunahubiri Yesu si katika namna ya unafiki. Mwaka 2022 tulikuwa na mkutano Ileche. Tulivyokuwa na mkutano Ileche, katika ile eneo tulikuwa tunafanya mkutano, alikuwepo mganga mmoja ambaye ana jina kweli inatisha. Kwa habari ya kazi yake alikuwa anaitwa Mtambo. Nilivyosikia habari za Mtambo nikasema hapana, inabidi tumtambulishe Mtambo. Maana hata mitambo inazidiana. Mitambo inazidiana grade. Mitambo inazidiana zamani. Mitambo inazidiana uwezo. Mtambo wa kusaga mahindi uwezo ukaulinganisha na mtambo kwenye viwanda vya sukari. Hayo ni mahindi kawaida. Pekecheo unapitisha tu. Nikamtambo kwa kawaida. Nikamwambia Mtambo, wewe ngoja tuone huu mtambo. Nikamwendea. Nikafanya kwanza ziara ya siri kwa siri. Alafu kesho yake nikarudi na vijana wangu. Tukafika makao yake. Mtambo ni Mtambo kweli. Amejiseni wanawake zaidi ya wawili. Nikasema Mtambo umejitahidi. Lakini unamiliki wawili, Yesu anamiliki ulimwengu wote. Unaleta ubosi kwa Yesu wewe. Bora umwamini wewe. Kiti kinachozunguka kinaweza kukoma kuzunguka mapema mno. Mapema mno. Unacheza hizi na unamkataa Yesu, unadhani umefika, unazunguka mara moja chini. Amechukua uhai wake. Usicheze na Yesu wewe. Ni heri umkimbilie yeye. Anasema yeye ni kimbilio na nguvu, saada wakati wa mateso. Kuna mateso ya dhambi, kuna mateso ya magonjwa, kuna mateso ya laana, kuna mateso ya vifungo, kuna mateso ya vitisho. Ninakwambia kimbilia kwa Yesu. Fanya maamuzi ya kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yani falme zote, usultani wote, mamlaka yote, vitu vyote vionekanavyo na visivyoonekana lazima visujudie mbele ya Mwokozi. Haleluya. Mwokozi ni Yesu. Mwokozi ni Yesu. Maana yeye ni njia ya kweli na uzima. Hapana mtu aendaye kwa Baba asipopitia kwa yeye. Hiyo dini yako haikupi license ya kwenda mbinguni. Huyo mchungaji wako hakupi license ya kwenda mbinguni. Nakwambia hakuna mamlaka, hakuna mwanadamu, hakuna mtu wala kiumbe kilichopewa license kuachilia uzima wa milele. Ile uzima wa milele tunaupata kwa njia ya Yesu Kristo. Kila anayemwamini hatapotea, atapata uzima wa milele. Sasa akasema vijana wamenunuliwa ni hajanunuliwa mtu hapa. Yesu ametutengeneza. Yesu ametufinyanga. Yesu ametufinyanga. Haleluya, haleluya. Ufunuo 3:20 anasema nasimama mlangoni nabisha. Kila atakayenifungulia nitaingia na kula pamoja naye na kukaa pamoja naye. Yesu anabisha kwenye moyo wako. Anabisha kwenye moyo wako saa hii. Anaomba umfungulie. Anabisha, anasema
ninabisha, nimesimama mlangoni, ninabisha. Yeyote atakayenifungulia, nitakuja, nitakula pamoja naye, nitakaa naye. Nipo lango moja niwapongeze kwa kuchukua hatua ya imani. Hongereni sana. Huu ndio ushujaa. Ninakuja mbele zako. Ninatubu na kujutia dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua na kwa kutokujua. Nauliza rehema zako. Na leo hii ninamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Bwana Yesu, nirehemu mimi. Ulifute jina langu toka kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwa upya kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kunihurumia. Hii ni siku ya 7. Ikiwa Yesu atachelewa kurudi, injili itaendelea kuhubiriwa. Inawezekana tukarudi, lakini hatujui kesho. Unateswa, ni mgonjwa. Anasema yeye ndiye atuponyaye magonjwa yetu, anatusamee maovu yetu na kutuponya madhaifu yetu. Baada ya kuokoa, Yesu anafungulia mlango wa kuponya. Una shida, ni kiziwi, ni kipofu, ni kiwete, kwa shida yoyote ile ambayo umeipa sifa ya kuwa kubwa, mbele za Mungu ni ndogo mno. Njoo tuombe. Na kusubiria lango uliye mgonjwa, uliye dhaifu, hakuna mgonjwa, nifunge mlango. Yes. Yes. Wahudumu wachache sogeni. Sogea hivi, alafu msimame mbele yao. Wahudumu simama mbele yao. Tawawekea mikono, wengine tukiungana kwa pamoja. Mungu anakugusa kwenye shida yako, kwenye teso lako, na anakuweka huru. Chukua nafasi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wahuduma weke mikono ya watu. Tunakushukuru Bwana unayetuponya. Unatuweka huru mbali na maonezi. Unatuweka huru mbali na maonezi. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, tunatangaza kufunguliwa kwa waliofungwa.
tunatangaza kuwekwa huru kwa waliotabishwa na kuonewa na ibilisi. Iwe ni nguvu ya giza kwa jina la Yesu. Naamuru sai nguvu yoyote ya giza inayoyamonita maisha yake kinyume cha kusudi lako pate kuachia. Achia. Ni wachache ndio maana nimefanya hivi. Mimi naumwa miguu na miaka 3. Amen. Basi mhudumu mmoja hakika shika hiyo miguu. Na sukari. Amen. Na macho yaone. Kwa maana unioni mimi. Unaniona kwa mbali. Amen. Yesu Mwokozi anakuponya. Baba, katika jina la Yesu, mbali na maumivu ya miguu, mbali na uonevu wa adui kwenye mlango wa gonjwa la pressure, uongo wa adui unaufuta kwa damu ya Yesu. Macho yanauma na anapoteza uwezo wa kuona mbali, na mrejeshia uwezo huo, naongeza ufanisi wa utendaji wa mboni zake katika jina la Yesu. Amen. Achia. Mama, hiyo miguu inakuuma hata ulivyokuwa unakuja hapa? Mimi kutoka siku ya kwanza niko hapa. Haya. Niombea lakini sasa natembea kidogo. Amen. Unaisikiaje hiyo miguu? Ndio. Gongo nimeliacha, natembea. So mgongo Mungu amekuponya. Jina la Bwana libarikiwe. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen, amen. Naomba uniambie hali ya miguu yako. Umekuja inauma? Inauma kidogo. Haya, isikilizie. Isikilizie. Ikoje? Inaenda vizuri. Usiongee kunitia moyo. Hapana. Unaisikiaje? Endelea kufanyisha mazoezi, yawezekana inakudanganya. Namshukuru tu Mungu, nisikuwa hivi. Hapana. Kweli. Mungu akutendee hata paliposalia, akudhibitishie muujiza wake, kwa kuwa yeye anakuponya na kuweka huru kabisa. Na utakaporudi kupima hiyo sukari iwe imefutika kwa damu ya Yesu. Uwezo wa kutembea kwa jina la Yesu. Mabadiliko katika ukuaji bila kujali utaalamu wa kibiolojia na utaalamu wa kisayansi kwa bali ya hii disorder. Ninasimama katika ulimwengu wa roho. Ninaamuru mifupa iliyo dhaifu kutiwa nguvu, ili Bwana ikakumbukwe kwamba wajumbe wako tulizihubiri habari zako, na mtoto huyu alipata muujiza wa kuweza kupona. Na tangaza na kufungua ukurasa wake wa ukuaji kwenye eneo la uwezo wa kutembea. Maana Bwana, kama mfumo wa ukuaji unavyomruhusu mtoto kubadilika kwa kadri ya umri unavyoongezeka, ninaruhusu wa ukuaji hautazuiwa kwa jina la Yesu. Bwana amekutendea. Sogea tumalize. Umeparalyze? Usiku tu lakini Amen. So hata sasa hivi unasikia umeparalyze au unatokea usiku tu? Huo ni uonevu wa adui. Na Mungu atakutendea muujiza leo, utalala itatokea. Nafanya hivyo uje mtolee Bwana ushuhuda. Amen. Sisi tunaondoka lakini utakuwa ni ushuhuda kwenye maisha yako. Shika upande huo unao paralyze. Out! Kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu. Ninauchochea huo moto. Na uchochea huo moto kuanzia kwenye chanzo. Kwenye chanzo kwa nguvu. Yes, unajificha mbele ya nguvu ya Mungu wewe. Paulo mkagi sana. Kuzimu na ikumeze. Paulo mkagi sana. Kuzimu na ikumeze. Na hautamrudia mara ya pili kwa jina la Yesu. Maana Yesu amemweka huru, amekuwa huru kweli kweli mara ya tatu. Paulo mkagi sana. Be delivered and fat in the name of Jesus. Amen. Mwachia simame. Simama kwa miguu yako. Nitazame kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, uguswe na kuhudumiwa. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, uguswe na kuimarishwa katika jina la Yesu. Tunaachilia umoja. Omba. Akashata baraka setia matuta satia rashona rekedia sediria maya makapata kabaria shaka kabana makata barabaya ramaka shekida barabara masata rekete masata masata makapara umoja utadumu. Kanisa litakuwa imara. Kanisa la Kiroho Tanzania.
Kanisa la Kiroho Tanzania, uchu wa madaraka utakuwa fungu lako. Kanisa la Kiroho Tanzania, ugomvi utakuwa fungu lako. Kanisa la Kiroho Tanzania, wivu utakuwa fungu lako. Kanisa la Kiroho Tanzania, inuka uitetee taifa. Inuka, inuka, inuka. Umoja katika kifungu cha amani. Umoja katika kifungu cha amani. Umoja katika kifungu cha amani. Kwa pamoja katika namna hiyo na makutano kwa ujumla, twende tuliombee taifa letu Tanzania. Mungu hadi ametuweka Tanzania, tuliombee taifa letu amani, serikali yetu idumu kwa amani. Tumekuwa na mkutano wa amani, hatuwezi tukaacha kuiombea Tanzania. Ombea Tanzania, ombea ratiba ya uchaguzi ulioko mbele na makutano. Omba na wewe ni Mtanzania, anza kuiombea Tanzania. Ukiguswa kushika ardhi, shika ardhi. Hii ni ardhi ya Tanzania. Tanzania utakengeuka, Tanzania utapotea, Tanzania utapoteshwa, Tanzania itakuwa vita, Tanzania itakuwa marumbano, Tanzania itakuwa ni lugha moja, Tanzania utakuwa ni mshikamano. Kanisa litangaza, kanisa litangaza nuru. Rama kapere na sada inaiombea Tanzania kwenye mihimili yote mitatu, mihimili yote mitatu ya serikali. Inaiombea serikali kuu, inaiombea mahakama, inaiombea bunge. Jioni ya leo Bwana, tunainua Tanzania, tunainua Tanzania, tunaitegemeza Tanzania kwa ajili ya viongozi wote, kuanzia ngazi ya rais hata ngazi ya mwenyekiti wa kitongoji. Kwa jina la Yesu, Tanzania utapotea. Tunaiangaza nuru kwenye mfumo wa siasa. Tunakataa dhuluma, tunakataa umwagaji damu. Inuka ngaza, Bwana inuka ngaza. Nuru ya gizani, wala gizani kuliweza, wala gizani kuliweza. Nuru ya gizani, wala gizani kuliweza. Giza litaiweza taifa, giza litawaweza viongozi wetu. Tunaombea bodi ya mawaziri, tunawaombea maafisa kwenye nyadhifa tofauti tofauti, tunaombea wizara tofauti tofauti. Bwana ukawainue, Bwana ukawahifadhi, Bwana ukawape hekima kwa jina la Yesu. Katika uwepo huo naomba nihitimishe. Kati mwenyekiti wangu najiandaa, niombe ukimya, niombe ukimya, niombe ukimya. Baba, katika jina la Yesu, Yesu, tumezinena habari zako, na katika siku ya mwisho umenipa kuzinena habari zako kwa ajili ya mji wa Mtuvira uliosikia. Mungu, ninaomba kwa habari ya hali ya hewa, bila kujali limepita wingu la ukame hata kuathiri mazingira na mazao, lakini kwa alama hii ya utumishi uliofanyika kwa siku 7 iwe ishara ya mvua kufunguliwa kuanzia sasa. Mvua funguka, mvua funguka. Nyeshea nchi ukachipushe chakula, hata nchi itoe chakula na watu wapate chakula. Tuna maneno machache, lakini tuna shukrani kubwa kwa Mungu. Matendo ambayo yamefanyika hapa, niwashukuru sana vijana wote mliotoka Musti ambao umesikia wito wa kuja kufanya kazi mahali hapa. Mungu awabariki sana. Sijui kama kuna neno zaidi ya kwamba Mungu awabariki, lakini wema wa Mungu upite juu yenu. Fadhili za Bwana ziwe pamoja na nyinyi mnapoanza safari kesho. Ulinzi wa Mungu uwe juu yenu, lakini zaidi ya yote huduma ambayo imewekwa ndani yenu iendelee kwa ajili ya baraka ya nchi yetu. Lakini niwashukuru wote ambao tangu siku ya kwanza mmekuwepo mahali hapa mkihudhuria mkutano huu. Mungu awabariki wote. Tumesikia ujumbe wa neno la Mungu ambao hakuna anaweza kupinga kwamba Mungu alikuwa anazungumza na sisi katika mji wa Mtuvira. Amezungumza kwa undani kabisa, na jioni ya leo tumeambiwa juu ya maamuzi ambayo tunataka kufanya. Hakuna uamuzi mkubwa ambao wanadamu anaweza kufanya kuliko uamuzi wa kumpokea Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumeona Mungu akiponya wagonjwa, akiwafungua, lakini hiyo ni ziada. Mungu anataka roho yako kuliko kitu kingine chochote. Hicho ndicho anachokitaka. Inawezekana leo hujaamua kumpokea Yesu, lakini
umesikia neno, uchukue hatua, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wengine ambao wako majumbani, mmeshindwa kufika mahali hapo kwa sababu zozote zile, lakini neno limefika kwenu, na nyinyi tutatangaza neno la baraka. Mungu awabariki huko mliko. Wale wote ambao wameponywa na kufunguliwa katika mkutano huu, wale wote ambao wameokoka na kumpokea Yesu, sio wokovu wa kinafiki, ule wa kweli, kesho saa 11 nataka tuonane pale kanisani pale Mtibira. Wale ambao wamejaza fomu na wale ambao wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wenu, na wale ambao wamefunguliwa, wameponywa kwa ajili ya maelekezo, ili uweze kulia wokovu vizuri, na zaidi ya yote ili uweze kutunza muujiza wa uponyaji, kwa sababu muujiza huu ni wa kiroho, unatakiwa utunzwe. Mungu aweze kusaidia na uweze kuishi maisha ya ushindi. Napenda kuwashukuru watumishi wengine wote, wachungaji wa makanisa mbalimbali ambao walikuwa wameshiriki pamoja na sisi kwa kuomba na kuja kushirikiana pamoja na sisi. Mungu awabariki sana. Kwaya zote zilizohudhuria mahali hapa zimekuwa baraka mahali hapa. Naomba kuwashukuru, na Mungu wa mbinguni awabariki na huduma yenu iendelee na kubarikiwa. Kwa haya yote ninamshukuru Mungu kwa kanisa, kwa ukarimu ambao ulikuwepo. Neema ya Mungu ya kila mmoja wa shirika la kanisa la Mtibira. Mungu awabariki kwa kujitoa. Kwa hiyo kwa sasa napenda kumalizia, nimruhusu Askofu Bellings. Hapa ni matangazo ya kanisa letu, zawadi bure kwa ajili ya tangazo. Kama mtahitaji msaada, ni simu zetu na huduma ambazo tunazitoa. Huduma ambazo tunazitoa hapa zimeandikwa katika kipaperushi hiki, ili ukiwa na shida yoyote tunapatikana wiki nzima, tupo hapo na Mungu aweze kukusaidia. Tunakukaribisha sana. Kwa hiyo kwa kufunga na kumaliza mkutano huu, nimkaribisha Askofu Mlambia afunge mkutano, na atakapokuwa amefunga mkutano utamshika mwenzako, utambariki kwa jina la Bwana. Karibu mchungaji. Tufumbe macho yetu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu sana, heshima na utukufu ni kwako, e Jehova. Hakika tumeona mambo makubwa ambayo umefanya mahali hapa, nasi tunakurudishia shukrani Jehova. Asante kwa watumishi wako ambao wametoka pale Msti. Bwana, naomba neema yako ikaukalie, hata unaporejea Bwana, rehema zako ziambatane nao njiani, wakaimbe wimbo wa kusema hakika Mungu umetendea mambo makuu. Asante Bwana kwa mtumishi wako hapa Mtibira, Malaki na mke wake pamoja na watenda kazi pamoja nao. Asante kwa kazi kubwa ambao wamefanya Jehova, na wanazidi kufanya hata wiki tunaanza. Mungu jitwalie utukufu, utazidi kuendelea kuwaponya na kuwaokoa watu wengi wa eneo hili la Mtibira na viunga vyake katika jina la Yesu Kristo. Nasi tunapoondoka Bwana, ukawe pamoja nasi njiani kwa rehema zako nyingi, tukazidi kusema matendo yako makuu, kwamba hakika Mungu wetu ametembelea. Nambariki kila moja katika jina la Baba